mume wangu tulianzia pale. Nakumbuka kulikuwa na binti wa kazi, nilimuokota yule dada usiku, nilimuokota nikakaa naye. Katika kukana yule dada akaondoka, akasema mume wangu anamtaka azae naye mtoto. Akaniambia ukweli, akaniambia mimi siwezi kukaa, naomba niondoke. Kweli yule binti aliondoka. Nikaja nikaletewa binti mwingine wa kazi wa huko Katesh Manyara huko. Nilipoletewa yule binti ili anisaidie, na wakati huo mtoto wangu amezaliwa na matundu ya moyo mawili. Huyu mdogo ana matundu ya moyo mawili. Kwa mtoto alikuwa anaumwa. Kwa nilikuwa nahitaji msaada. Na ninakumbuka hata wakati naenda kujifungua mtoto wangu wa pili, mume wangu alikuwa tayari amebadilika, hataki kunielewa kwa sababu wakati namwambia damu zinanitoka, miezi ilikuwa ni wiki 36, naenda 37, naumwa sana. Hakuwahi kunipeleka hospitali. Niambia tuchukue hela kwenye wallet. Alikuwa na tabia, wewe kama ni hela unataka chukua kwenye wallet. Nikamwambia huyu mwingine, kumbuka najifungua mimi mtoto, dada mtu anatambaa. Kwa ilikuwa kwenye wakati mgumu ambao hata nilipopigia familia yao simu kwamba mtoto wao amebadilika, walikuwa wanaambia kwa hiyo sisi tunataka tukusaidieje, tunamuita nyumbani aje. Nikamwambia kama hataki kuja nyumbani basi mimi ninaomba. Siku amerudi safari, kwa sababu mume wangu alikuwa anaendesha magari makubwa. Siku amerudi safari, niwapigie simu mje mjini ili muweze kuonana naye, mkae mjue ni nini kinachoendelea. Mimi niliwaheshimu wale wazazi kama wazazi wangu, na niliwapenda upendo mpaka leo na mpaka kesho. Sikuwahi kuwahukumu kwa sababu nilijua nao wana watoto wa kike. Maana maandiko yanasema hapandacho mtu ndicho afunacho. Kwa mimi sikuwahi kuwahukumu, na nilitumia moyo wa msamaha kabisa kuwasamehe. Na niliwapenda upendo ambao hata leo wakinisikia wanajua ninawapenda sana sana, na sinaga upendo wa kinafiki kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mtoto alipozaliwa na matundu ya moyo, nikaa nateseka na mtoto, tabika na mtoto, ni hospitali, yani kiruhusiwa asubuhi narudi usiku, KSMC, Moshi Kilimanjaro Hospital, KSMC Kilimanjaro Hospital. Nilipitia maisha hayo ya hospitali sana. Baadaye nikaandikiwa barua ya rufaa. Nakumbuka tuliondoka na ambulance Moshi. Wakati huo mtoto amebadilika kabisa, tukaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam niliweza kukaa pale kwa miezi 9 pale Jakaya. Kwa katika kipindi kile cha miezi 9 binti wa kazi aliondoka. Wakati binti wa kazi ameondoka, nilikaa pale takriban miezi 9 hospitalini. Mume wangu alinitelekeza. Mume wangu alinibloku. Hakuna mtu alikuwa, nilikuwa nashindia uji wa hospitali, nashindia ugali wa hospitali. Nakumbuka saa zingine nilikuwa namwacha mtoto kule kwenye oksijeni. Naenda na nesi mmoja, sitamtaja, nikaenda kwake kufua nguo zake, kumfanyia usafi na pika wali. Ninarudi. Nikisema alinitelekeza sina maana kwamba aliniacha kabisa, lakini kuna wakati alikuwa nakata miezi 2 mitatu yuko hapo hawezi kuja kuniona wala kumuona mtoto. Ikiwa kipindi hicho amekata tamaa na mtoto akiwa na mtoto wangu akiwa na kilo 4, akiwa na miaka 2 ana kilo 4, yani akiwa na miaka 2 ana kilo sana. Na ninakumbuka alienda kuishi na mwanamke mmoja, ni mama mtu mzima, kwa mfanyabiashara wa viatu. Akawa anaenda kulala kwake. Yule dada ananitumia message ya kejeli, ananitukana. Alikuwa mtu mzima. Na wakati akaamua kuwa na wanawake. Aliweza kupata watoto wa Mungu, akumpa pia wa kiume. So hakujali. Kwa nakumbuka siku moja nimeruhusiwa, natakiwa kwenda India kwa ajili ya operation wa mtoto. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye ni wa kuomba, nilikuwa ni mtu ambaye namwamini Mungu sana, kwa sababu nakumbuka mahali Mungu alinitoa. Nilikuwa nakumbuka mahali Mungu alinivusha, kwa nilimwamini Mungu isivyo kawaida. Na wakati ninamwamini Mungu vile, ninachokikumbuka kikubwa zaidi, nimerudi, kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Dativa. Wakati nimerudi,
Latifa akaja akaniambia, nilikuwa naishi na mama mmoja sasa hivi ni marehemu, anaitwa Mabwiga. Alikuwa kama mama yangu. Nilikuwa nimepanga kwake. Alikuwa tu na nyumba yake na room 2. Kwa hiyo nilikuwa nimepanga zile room 2. Alikuwa ni mama ambaye kwa kweli alinichukulia kama binti. Ni mama ambaye alikuwa anakopesha hata hela mtaani, kana kwamba mimi akati akisafiri ananiachia hela zake na kopesha, tu akileta napokea na mwekea. Niliishi naye kwa uaminifu sana na alinipenda, alinijali. Kwa hiyo yule mama akawa sasa anamtafuta mume wangu, anamtukana, anamsemesha, anambia hiki unachofanya kwa mkeo sio kizuri. Mume wangu hakujali. So hakujali, ananiambia kama kuondoka wewe unaweza kaondoka tu, hata kama ni kwa nitaoa mwanamke mwingine. Kwanza ndugu zangu akaanza kurudia sala ya kule nyuma. Ndugu zangu aliniambia nisikuoe. Cheki sasa unasaidia mtoto mwenye matatizo, unasaidia mtoto asiyefaa. Ilikuwa ni maneno magumu. Nilivumilia yale maumivu. Siku nyingine usiku mtoto ameziru, unampigia simu, anapokea mwanamke anakutukana matusi yote, au anaiacha simu, nasikiliza mambo yote anayoyafanya akati, au anaipokea naweka oni. Kiukweli liniharibu kisaikolojia kwenye hilo eneo. Yaani ni eneo ambalo kwangu liliniumiza kuliko eneo lingine lolote. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu, Latifa alipokuja akaniambia kuna mchungaji mmoja, bado niko Victoria, akasema kuna mchungaji mmoja amesema ametumwa na Mungu aje kwenye kanisa la Victorious. Na ninamshukuru Mungu pia Bishop Sixbet hakuwahi kumwacha kumwombea mtoto madhabahuni kila wakati, na Bishop Sixbet hakuacha kumbeba mtoto na kumwombea nyakati zile ambazo napata likizo ya kwenda kanisani kutoka hospitali, siku za kwamba nimepewa muda kuja kumpa dawa nirudi. Kwa hiyo alipokuja yule baba, nakumbuka jina lake silikumbuki, alipokuja pale kanisani, na ninahisi baba alikuwa amesafiri kipindi kile, Bishop hakuepo. Alimbeba mtoto akasema Mungu alimtuma kwangu na kwa mama mmoja hivi, alimtabiria akamwambia kuna milioni 100 sio ndani yako yanafanya kazi idara ya maji. Alimwombea mtoto wangu, na baada ya kumwombea yule mtoto aliweza kupona pale pale. Lakini kabla ya kumwombea, ninakumbuka Latifa alivyoniambia habari ya mume wangu, nilienda kumtafuta baa nikiwa na mtoto, nikaenda kwa kupiga magoti kwenye ile baa na machozi, nikimwambia mume wangu, unajua umerudi huko Moshi huko hapo na kunywa, naomba twende kanisani pamoja. Mimi ninaamini tukienda wote mtoto atapata uponyaji, mtoto atapata uzima. Tena kwa magoti. Nakumbuka nina kidonda kwenye goti ambalo lilitokea kwa kukatwa na chupa, damu ikanikata, chupa ikanikata kwa kupiga magoti kwenda kumwomba mume wangu twende kanisani pamoja. So mume wangu walivyowezaka akamwambia, mume wangu alirudi duniani kunywa pombe kabisa, kama mlevi, kufuta bangi, kunywa konyagi, mirungi akawa anatafuna. So alivyorudi, nakumbuka alikuja kanisani akakaa mlango wa kule mwisho nyuma kabisa. Mimi nikakaa hapa katikati. Yule baba wakati anaingia madhabahuni alirudi, alivyorudi akawa na maana kwamba alivyoingia madhabahuni akamuita mume wangu wa kwanza, akamwambia wewe baba njoo, Mungu alinituma kwako. Alafu akaniita na mimi akamwambia Mungu aliniletea sura zenu. Lakini nirudi nyuma kusema kwamba Bishop alikuwa ananiombea na akamwambia mtoto hata kufa atapona. Ule ujumbe wa kwamba wakati Mungu anamtumia, wakati Cornelio sadaka zake na maombi yake yanasikika, lakini Mungu anamwambia nenda Yafa kamtafute Simoni, ndio hicho kilichotumika katika madhabahu ya CVC Victorious, kwamba Mungu alimwambia Bishop kwamba mtoto amepona, wakati ule unabii kwamba mtoto hata kufa ataishi. So wakati ule unabii kwamba hata kufa ataishi, ndio ule unabii unakuja kutimia kwa yule baba alivyokuja akamchukua mtoto akamwombea. Kwa anamuita mume wangu, ananiita, ananiambia, akaniambia akamtabiria mtoto wangu ambaye ndo Victoria, akamwambia huyu mtoto atakuwa mwimbaji. Wakati anamtabiria ni kadogo, kana miaka 4-3, anamwambia wewe utakuwa mwimbaji na mchezaji mzuri. Kwa hiyo katika yote, iwe ni kucheza mpira, iwe ni kucheza mbele za Mungu, kumwimbia Mungu, chochote wewe utainuka kupitia hilo jambo. Akamtabiria mtoto. Na kwa kweli katika utabiri zote alizotabiri kwa mtoto na kwa kwangu, akamwambia mume wangu, akatuita ofisini akamwambia mume wangu,
mtoto amepona, lakini natakiwa ukafunge siku 3 usifanye kazi, na atakaye kuongoza sala ya toba na maombi ni mke wako. Huyu ni na wakati ananitabiria mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi huku nyuma watu wananichukulia kama mwanamke fulani hivi ambaye hatakiwi kuwa mwanamke, nachukua kama kahaba, kama mjinga, kama taira. Kwa hakuna mtu alielewa kwamba mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu. Lakini nakumbuka yule baba alimwambia, ukiendelea kumtesa mwanamke na ukiendelea kumuumiza jicho la Mungu utakufa. Maana huyu mwanamke amebeba kitu kikubwa sana cha kimungu. Mapito yake anatengenezwa na Mungu. Kwa hiyo huyu ndo atakufundisha namna ya kufunga. Huyu ndo atakufundisha namna ya kuomba. So katika yale yote mume wangu kweli akampigia mtu akampa deiwaka gari. Kipindi hicho ameshaacha kazi kwa ndugu zake, alikuwa kwenye gari nyingine ilikuwa inaitwa Lucky. Sikumbuki sana lakini kama ilikuwa inaitwa Lucky Black sijui no. Kwa hiyo mume wangu aliniombea, nilienda nikamuongoza sala ya toba siku ya 3, tulirudi madhabahuni. Tuliporudi madhabahuni ile siku ya 3, yule baba akasema, nendeni mkampime mtoto, majibu yatakuja na kilo cha mtoto kitaongezeka. Kumbuka ana miaka 2, ana kilo 4. Nakumbuka kipindi hicho natembeza nguo za ndani. Kuna dada mmoja aliniita nyumbani kwake, nikajua ni mteja. Akaniambia, wewe dada, unambembeda mtoto, utamuua mtoto, acha kujiuza. Unaangalia maisha ya mtoto alivyokonda. Ni kwa sababu mtoto namnyonyesha maziwa machafu. Mimi ananiambia hivyo, kumbuka mtoto anakunywa maziwa kwa kulishwa na mpira. Na kamua kupitia chuma na mnyonyesha mtoto na mpira. Mtoto anyonyi na mnyonyesha kupitia mpira. Niliumia sana yule dada. Hata yani niliumia kwa sababu alikuwa ananihukumu kitu ambacho hajui mtoto anapitia nini. Ananiambia eti nambemea. Kwanza kwa sijui hata maana ya kubembea mtoto ni nini. Na toka nimeingia kwenye ndoa ya mume wangu sikuwahi kumsaliti. Kwa sikuwa sijui maana ya kubembea. Kwa alinisema vibaya sana yule mama. Alinifanya vituko sana. Kwa niliendelea kuvumilia, lakini kikubwa zaidi niliuona mkono wa Mungu baada ya kupona. Na mume wangu pale akaanza kubadilika. Tukarudi nyumbani, tulikaa pamoja. Mtoto tuliporudi Muhimbili, namshukuru Mungu vipimo vikaonyesha mtoto ni mzima, hana tundu. Kwa hiyo hatukuweza kwenda India. Na nakumbuka tulikuwa na marafiki wengi, tuna namba za simu. Mimi namshangaa Mungu sana. Marafiki zangu ambao tulikuwa nao Muhimbili walienda India. Mtoto wangu akiwa wa 7 na mwingine mtoto alikuwa darasa la 7 lakini pia hakuweza kuishi. Kuna wakati nikimtazama yule mtoto alafu nikijitazama najua ya kwamba katika yote Mungu kwangu mimi ni zaidi ya chochote, kwa sababu nimemuona. Na nikiwaambia watu yuko Mungu anayetenda miujiza, ninawaambia watu nikiwa na maana nimeyaona. Maisha yangu ni ushuhuda, maisha yangu ni miujiza. Na kama kuna nguvu za Mungu, basi wanaposema kuna nguvu za shetani, basi mimi niwaambie kwa Mungu kuna nguvu zaidi ya shetani, na kwa Mungu kuna miujiza zaidi ya kwa shetani. Yani nina ushuhuda huo kwamba kwa Mungu anatengeneza. Tuliishi kwenye ile ndoa, tukaendelea kwa pamoja, mtoto akaendelea kukua. Kumbuka wakati mtoto anatambaa, anaanza kutambaa na miaka 2.5, nikapata mdada mwingine. Ile binti sasa, sijui kilitokea nini, akabeba mimba ya mume wangu. Siku moja nikiwa mlimani kwenye maombi, nilikuwa napenda sana kwenda mlimani sana. Nikiwa mlimani kwenye maombi, bado niko Victoria sijaondoka. Nikiwa mlimani kwenye maombi, Mungu akaniambia, akanitokea kwenye ndoto kabisa. Niliona kwanza, nilihisi kama sio ndoto, yani nilihisi, lakini nilionyeshwa tukio zima. Alafu nikaonyeshwa binti amenunua dawa, anataka kutoa ule ujauzito. Hapo sauti ikanijia ikaniambia, huyu binti asija katoa hii mimba, na usiseme kama unajua mimba ni ya mumeo, ila kaibebe toke na asiue. Rafiki yangu, sio kazi rahisi. Kesho yake nikamuita binti. Nakumbuka mume wangu alikuwa anasafiri jioni. Kaambia, kwa nini unatoa ujauzito? Akaanza kushtuka. Dada, nani kakwambia mimi ni mimba? Nikamwambia mimi nataka nijue kwa nini unataka kutoa mimba.
Akaambia mimi dada aliyenipa mimba hataki. Kwanza hata sijui baba wa mtoto, kumbuka kabla sijaja kwako nilikuwa najiuza. Kwa hiyo sijui hata baba wa mtoto ni nani. Wewe ndio ulinitengeneza ukanifundisha kwenda kanisani. Alikuwa ni Muislamu anaitwa Aisha. Nikufundisha kwenda kanisani. Kwa hiyo mimi nikuombe tu dada yangu, mimi bora nitakwambia usitoe. Kuanzia leo mimi nitakuwa baba wa huyu mtoto na nitakuwa mama wa huyu mtoto. Nikafuata mume wangu chumbani, nikamwambia binti anataka kutoa ujauzito. Lakini ninajua madhara ya kutoa mimba. Na mimi niko tayari kwa sababu ana maisha magumu, nitamlea huyo mtoto, nitalea mimba, atafanya kazi na mshahara wake nitampa. Kwa namlipe 30,000, kipindi hicho ngamuongezea mshahara kwa 40,000. Tulikaa na binti nikalea mimba, nilikuwa na duka, kana nusia dukani. Ikawa kila nikisafiri, nakumbuka siku moja nikalala hospitalini KCMC na mtoto. Asubuhi binti akaniletea chai, akaniambia dada, jana usiku nyumbani wezi walipita. Sasa hiyo nishahama kwa Mabwiga, niko sehemu nyingine kwenye duka. Nimefungua duka. Na hilo duka kumbuka nimefungua kwa kufanya biashara ya kuuza nguo za ndani. Mtaji ilikuwa 20,000. Mtaji wa shilingi 20,000, nafungia mtoto mmoja mgongoni, mmoja nimemshikilia mbele. Naenda nyumba hadi nyumba, au nimemshikilia mdada yake mkono huku na begi. Naipita nyumba hadi nyumba nikiuza nguo za ndani. Nikawa nacheza mchezo, nikapokea pesa, kumbuka 800,000 ya kwanza. Kwa mume wangu anarudi safari, kipindi cha safari ya Songwe, Kigoma na Dar es Salaam. Kwa anarudi anakuta mimi duka tayari nina duka, sababu nyumba nilikuwa nimepanga room 2, hapo kwa mbele kuna frame. Kachukua ile frame. Kwa hiyo anarudi anakutana surprise mimi nimefungua duka kwa kufanya biashara ya na pesa ya matumizi alikuwa anatumia ilikuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo nikana budget pia ile pesa nipate kula na watoto mpaka duka likakuwa. Siku nimekoselea kibati na budget kule. Kwa sababu mara nyingi alikuwa nilikuwa sinunui mchele, nilikuwa sinunui mkaa. Na pia alikuwa ananiletea hata mkaa gunia 2 natumia kinaona paka gunia 2 ishe sio leo. Kwa hiyo nilikuwa natumia gunia 1 kuliuza naongeza mtaji dukani. Kwa hiyo nilikuwa nina akili ya kupambana kwenye hilo. So binti tukaendelea kuwepo. Sasa binti anafika hatua kuja kujifungua. Mwanaume akamwambia mnavomjua mama Viki ni mpole usoni ila ni mkorofi. Ukijifungulia hapa kafanana kina Viki atakufanya kitu kibaya. Nenda kajifungulia kwenu. Alafu mimi nitamshawishi Maviki urudi nyumbani. Kweli binti aliweza kunishawishi. Dada naomba niende kwetu, kajifungulie tu kwa sababu una mtu wa kukusaidia watoto dukani, utateseka kunipikia uzazi, naomba tu dada mimi niende. Nilimruhusu. Binti akaenda, akakaa mwezi wa kwanza siku anajifungua, alivyoenda nilimnunulia, nakumbuka nilimnunulia mafuta kitotondo, sabuni kitotondo, michi ya sabuni box moja nikakata nusu nyumbani nusu yake. Nilimpa nguo za mtoto, nikamlea na nepi, nikampa na hela ya ziada. Kweli nilibeba kama Mungu alivyoniambia, usiruhusu akatoe mimba na ibebe hiyo mimba. Kwa hiyo niliitile sauti ya Mungu, lakini ndani ninayo maumivu. Kwa nini mume wangu ananificha? Kwa nini mume wangu ananiambia ukweli? Nilikuwa na maumivu na sikumuonyesha kiburi cha aina yoyote. Nakumbuka binti alinipigia mimi simu. Kwa sababu mume wangu alibadilisha line, ilipotea simu kwa renew ile line, alinunua line nyingine ambayo binti alikuwa anijua ilikuwa line ya Tigo. Ya Foda alikuwa haijui maana alikuwa anawasiliana kupitia Tigo. Kwa hiyo binti akanipigia, dada nimejifungua mtoto wa kiume. Lakini nilipoomba Mungu ananionyesha mtoto ni wa kike. Ila binti ananishawishi mimi nimwambie mume wangu kwamba akajifungua mtoto wa nini? Wa kiume. Kana mbona hii shukali. Kila nikiomba Mungu ananiambia kazaa mtoto wa kike, hajazaa wa kiume. Basi nikampigia mume wangu nikamwambia bwana Aisha akajifungua mtoto wa kike. Akaniambia mpe hongera zake, nikamwambia sawa. Tukakaa, baada ya mwezi mmoja binti akanipigia simu. Dada naomba nirudi, maisha huku Katesh ni magumu, ni mabaya, hali ni ngumu, nini. So nikamwambia sawa. Nimchukua binti, nikarudi, nikamtumia nauli ya kwanza akala, nauli ya pili akala, ya tatu nikamwambia Mr. naomba nitumie nauli, nimtumia Aisha nataka kurudi. Akanitumia kweli hela 40,000, nikamtumia. Kwanza ngambia nataka nikutumie namba, mtumie, akaniambia hapana, mtumie wewe.
Ambia sawa, nikamtumia nauli. Na katika yote hayo yanaendelea, hata nakumbuka mume wangu alipokuwa na mwanamke mwingine nikiwa hospitali, nilienda nikawaeleza wazazi. Hawakunisaidia chochote, hata kumuita kumkalia. Pia kuna wakati shemeji yangu sio alikuwa ni amelewa au alitamka, alisema hamna ndoa ya kilokole, bora huyo mtoto afe tuzike, abaki na mtoto mmoja, alafu ndugu yetu tumtafutie mke afunge ndoa ya Katoliki. Pentecost hamna ndoa. Ndugu yangu alitamka kabisa. So sijui kama alikuwa amedhamiria au ni pombe. Mimi sikuwahi kuhukumu hilo neno katika kinywa changu, sababu ni mtu mmoja wapo ambaye kuwahi kunipenda kabisa hata punje. Kwa hiyo sikujali. Kwa hiyo binti akaja, alikuja, kwa kweli mtoto alikuwa na hali mbaya. Nilipambana na ule mtoto, nikamweka katika mazingira mazuri. Hata nikiwa naongea video, kuna watu ni mashuhuda kujua kweli namna nilivyokaa na ule binti. Nililea binti ambaye tayari ni mke mwenza. Kwa kifupi nikatishe kwamba nililea binti ambaye ni mke mwenza ndani na mtoto. Na wakati huo ninaendelea kumlea. Mume wangu mimi hakuwahi kuninunulia mafuta ya kupaka, ila binti alikuwa anamnunulia mafuta ya kupaka. Na walikuwa wanaendelea ujinga wao. Kila nikimwambia Mungu kwa nini, Mungu hakuwahi kunijibu tena, wala hakuwahi kunipa tena connection kuhusu jambo lolote. Kila nikitamani kumfukuza ndo nasikia sauti inaniambia unakumbuka tulisema usimfukuze. Niliweza kuishi na ule binti, nikampeleka shule mimi mtoto. Miaka 4 niliishi na msichana wa kazi, na mpaka kwao nilienda kwa baba yake na mama yake huko Kateshi. Ukishuka Kateshi, kutoka Kateshi mjini kwenda huko kwa gari ni moja. Ukikuta imeondoka bodaboda ni 35 mpaka ufike kwenye hicho kijiji ambacho ni msituni. Yani nyumba ya kwanza iko hapa, nyingine iko katika, yani mbali kabisa. Yani ni mazingira ambayo kwa nilienda nikaongea na wazazi wao, wapa chakula, vitenge, vitu nilivyobeba vya thamani kawapa. Nikarudi kwa sababu nilisikia sauti inaniambia akifa leo utampeleka wapi mtu hujui kwao. Kwa hiyo nilifunga safari nikaenda mpaka kwao Kateshi na nikarudi. Nakumbuka wakati narudi na fuso yenye ng'ombe. Ninapakia fuso barabarani, ilikuwa saa 5 za usiku. Napanda fuso nalipa 15,000 narudi. Hapo sijamshirikisha mume wangu chochote. Nimeenda mimi kama mimi. Na watu wengi walihisi nimechanganyikiwa. Watu wengi walinihisi sina haki. Lakini mimi nilikuwa na agano na Mungu nisimfukuze. Nilee. Kwa hiyo nakumbuka kabla mtoto hajatembea, kwanza turudi, kabla mtoto hajatembea. Siku moja nikampigia mume wangu simu nikamwambia, bwana nilikuwa na watoto wengi na walea wa kiume. Alafu kulikuwepo na kaka mmoja ni kinyozi, binti alikuwa gane wakaachana. Kama mtoto wananidanganya wataki kuwa wa kweli, asitambae, akae tu. Kwa hiyo siku nikamwambia mume wangu mtoto ana miezi 6. Hatambai, aongee na hizi binti kuna vitu amefanya na wao vijana nao wale hapa ndani kama hamna mchezo wote aliocheza sijui. Sasa mume wangu akaniambia okay, hata hivyo nakuja Moshi, aondoke tu nyumbani sijui nini. Nakumbuka siku mume wangu akaja na mimi nikajifanya nimebana geti nikatoka nje. Nikasikia anagombana, we sijui nini. Mimi natuma matumizi mtoto wale avae pampers na nini. Alafu wewe unaenda kunifanyia ujinga kama huo. Sijui nini, niachie mtoto wangu niondoke. Baadaye nikajifanya ndo nimerudi kutoka dukani hivyo. Usiku nikamwambia tu mume wangu dadani, nikamwambia tu usiku mume wangu tuache yote mlolongo wote. Issue ni moja tu, kubali mtoto ni wako. Si mama Viki sijui, nikamwambia hapana mume wangu, mimi najua kila kitu. Na siku hili kuaje nikaanza kumpa historia ya nyuma alivyobeba ujauzito na nini. Siku hili kuaje alimwambia ni binti. Kaambia Mungu alinisemesha. Basi mume wangu akakiri. Binti nikamuita chumbani kwangu akakiri. Basi nikamshika ule mtoto nikamwambia Mungu naomba unirehemu. Chochote nilichonena, chochote nilichotamka, mtoto akaanza kutambaa. Kwa hiyo nikaenda kukaa na binti tukiwa tayari familia najua kabisa mtoto amefanana na mume wangu na amefanana na dada. Tuliishi vizuri hivyo mpaka baadaye mume wangu akajijua kwamba amenikosea, katio
amesana binti moja na watoto mapacha huko Dar es Salaam, Msambaa mmoja na watoto mapacha. Asule binti akawa ni fimbo kwa mume wangu, anamtesa na mpelekesha kiasi ambapo hata hela matumizi nyumbani inakuwa ni very ngumu kabisa. Mimi nikawa nimepambana na duka, ni Mungu akanijalia nikafungua saluni nyingine. Kwa familia ikajua pia kwamba mtoto wao hatumii hela matumizi nyumbani, hatumii hela ya kujenga, kana kwamba mimi natumia pesa ya mwanaume, lakini kule na mimi kwa sipati hela yake, tofauti na chakula alichokuwa natuma kama vile mkaa, mchele na mafuta basi. Kwa niliishi kwenye ndoa ngumu sana, ambapo kwa nje ninacheka na tabasamu, lakini ndani nilikuwa napitia mengi. Na kwa pili nimwambia mume wangu nahitaji talaka, akaniambia kuliko nikupe talaka, yani haiwezekani kwangu. Labda kitakachotenganisha mimi na wewe ni kifo, ila sio talaka. Na siko tayari kukuacha. Na alikuwa anapenda sana kuniita jembe langu kwa sababu alikuwa ananiona. Kuna kipindi alipata ajali. Kawa nyumbani alipopata ile ajali nilisimama naye. Alikuwa na hela, nililipa kodi, nilifanya kazi kwa bidii, nijituma, nakaa ofisini saluni mpaka saa 4, saa 5 ananifuata kuja kunichukua, tunarudi nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa najituma kwa gharama yote na watoto. Kwa hiyo niliishi maisha ya kupambana na kujitafuta, pamoja na kwamba mengine siwezi kuyaongea, lakini nilikuwa kwenye wakati huo. Ila nakumbuka wema wangu ukaja kunipoza. Binti siku moja akarudia aliyorudia, na kuja kumwambia kwa nini unanifanyia hivi na nini. Binti akaniwekea sumu kwenye chakula. Aliniwekea sumu, na baada ya kuniwekea sumu kwenye chakula akajikata na makatakuta. Nawarudia story hizi ni zaidi ya vile ninavyoelezea, ni ngumu, lakini natoa tu zile kukusaidia unayenisikiliza ili iweze kukusaidia mahali. Kwa hiyo ninaomba tu nifupishe kwa hivyo kwamba mume wangu alikuja kuwa mume mzuri sana. Kwanza kabla sijaenda kwenye hiyo kuniwekea sumu, alikuja kuwa baada ya sumu, binti kuwekea sumu, akajikata na katakucha mapajani na akakimbilia polisi, akasema mimi ndo nimemkata. Kwa hiyo wakati binti anakimbilia polisi kusema nimemkata mimi, nakumbuka alikuwa askari majengo polisi, anaitwa siwezi kumtaja, tuliache tu. Alikuja na matusi na nini, akaja akanichukua akaniweka ndani. Binti wakati huo chumbani kwangu kwa sifungi, akanibia nguo za watoto zote kwa sababu mtoto wake alikuwa analingana na mtoto wangu wa pili, akaiba zote, kabeba. Kwa mimi sikujua kama nina sumu. Kwa hiyo mume wangu alikuja kunitoa, nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni usiku. Mume wangu alikuja kunitoa usiku wa 8. Pale ilikuwa salani tena, pamoja na kwamba maskari walitaka hongo, akaweza kuwapatia, akanitoa pale. Binti kesho yake akaitwa kule kituoni, akapewa hela na mume wangu aliyokuwa anasema ananidai na nauli, akaondoka. Kwa hiyo toka kipindi hicho binti aliondoka mtoto. Lakini nilikuja kuumwa sana, sumu ilikuja kuniharibu figo, ikaniharibu na ini, tumbo likajaa kama mjamzito wa mwenye mapacha watatu. Kwa hiyo nilipitia kipindi kigumu sana sana. Hakika katika kipindi kile ndio mume wangu alijua uvumilivu wangu, na alionyesha upendo ambao sikuwahi kuona kwenye maisha yangu. Kutoka kipindi hicho tumeishi kwenye ndoa miaka 8. Kwa hiyo alinionyesha upendo usiokuwa wa kawaida. Kwa kweli tulipendana, akaniomba msamaha, akawa mkweli watoto aliokuwa nao. Nakumbuka kuna mtoto mmoja alizaa na dada mmoja mfanyabiashara wa mchele. Mimi nilikuwa namwambia kila siku, naona tena mtoto mwingine, afu huyu ni wa kiume. Mume wangu namuona mtoto wa kiume anapishana na G. Huyo mtoto aliondokaga binti wa kazi alikuwa anaitwa Glory. Nikamwambia anapishana Glory, mpaka lini utanifanyia vitu kama hivi? Kweli siku sio nyingi alipopata ajali ya kwanza, tofauti na hii iliyomletea mauti ya kwanza, ndo ule dada naye akamtafuta, akamwambia bwana unakufaje, mimi na mtoto anaitwa Ima. Lakini huku nyuma kila siku, nakumbuka siku aliniletea hadi kitenge, akaniletea na mafuta, akakuta ameniletea mafuta ameniletea mafuta losheni 3. Yani ikiisha kwanza nisiwaze kuhusu mafuta. Akaniletea na wigi la gharama la 200,000, ananiomba msamaha. Mke wangu alikuwa ananiambia kumbe kweli unaona, kumbe kweli wewe ni mtumishi wa Mungu. Nakumbuka yule baba aliniambia nisikutese. Mke wangu naomba kuanzia leo sitaka nikutese. Kwa hiyo nilimsamehe kwa sababu nilikuwa ninampenda. Yani katika kitu Mungu amenijalia ni kupenda, najua kupenda, nilimpenda kweli. Kwa hiyo tuliishi maisha hayo kwa hivyo.
na niliendelea kupambana. Nakumbuka pia nilikuwa na kiwanja nimejenga, nyumba iko Lenta, tuliuza kwa ajili ya mtoto. Kuna gari nilikuwa nimepewa zawadi na rafiki yangu ambaye yuko Marekani na ambaye nilimsaidiaga kipindi tuko tunauza madawa kulevya huko. Nilimsaidiaga kipindi kimoja kwa afanywa kitendo kibani, nikamsaidia katika lile eneo. Kwa hiyo rafiki yangu alinizawadia gari la RAV4, nakumbuka ilikuwa mpya kabisa. Lakini kwa sababu ya mtoto alivyokuwa anaumwa kipindi kile bidi tuuze. Hatukuitumia kwa muda mrefu, libidi niuze. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilipitia changamoto ngumu nzito, ngumu ya kuumiza, maumivu ya ndoa, kusalitiwa, maumivu ya kuishi na mwanamke mwenza ndani, na maumivu ya kulea watoto ambao sio wako, bado wale wanawake wa kudharau, kutukane hivyo. Kwa story kwa leo naomba tuishie hapa, tutaendelea tena kwa wakati mwingine. Mungu awabariki sana. I love you so much.